Kwanza ulilenga nini kusema wanamuziki pamoja na wanahabari kwenye flight moja kuelekea Mwanza, na wakifika Mwanza kwenye hoteli ya VIP kama hii ambayo tupo hapa? Lengo ni kuweka uthamani wa kila mtu ambaye anashiriki kwenye hili tamasha. Hatutaki kuweka double standard kwamba huyu yeye fulani, huyu yeye fulani, huyu yeye fulani. Theme ya hili tamasha ni kuheshimisha. Kuheshimisha ina maana ni kuheshimiana na kuheshimu huu muziki. So watu wenyewe ambao wanatakiwa kuheshimiwa ndio hawa ambao wapo kwenye hili tamasha, wakongwe, legend. Kwa hiyo walikuwa wanayo hiyo sababu ya kusafiri kwa raha mustarehe, wana sababu ya kulala sehemu nzuri, wana sababu ya kupanda kwenye jukwaa zuri na kusikia mziki mzuri, wana sababu ya kushutiwa na kamera nzuri kama hizi za wanahabari, wana sababu za kuongea au kuulizwa maswali na wanahabari kama nyinyi ambao mko hapa. So this is Bongo Flavor bwana. Kuna kitu kimenishangaza nikasema nikikutana na Madii lazima nimuulize. Mabaga Fresh wako wawili. DJ Snox na mkuu wa majaji. Lakini DJ Snox akapanda ndege. Mkuu wa majaji kakataa kabisa kupanda ndege, na inasemekana kwamba alikuomba bwana wewe mimi nichukulie gari niwahi kabisa. Nini kilitokea? Bwana unajua kila mtu bwana ana kizungu anahitaji ile. Kuna hofu ambayo mtu anakuwa nayo. Nakumbuka hata Dolly Sykes alikuwa nayo hiyo kitambo hiyo, lakini mwisho wa siku amekuja amezoea. Kuna mchezaji mmoja wa Arsenal anaitwa Dennis Beckham, naye anayo hiyo, hapandagi ndege. Kwa hiyo hata JB mkuu wa majaji naye yuko hivyo. Kwa hivyo letewa tiketi yake ya ndege, kwanza karudi nyuma kama tu 10 ile kabla tiketi ya ndege ndio tutasafiri kwenda Mwanza. Akasema hapana, mimi sijawahi kupanda na wala sipandi hiyo ndege. Utaondokaje? Mimi nitaondoka na basi. Sasa tungeweza kumlazimisha, lakini ungeweza kumlazimisha mtu alafu anafika kule juu anapandisha vitu vingine ambavyo vitamletea madhara kiafya, ingekuwa shida. Kwa hiyo tukamruhusu kasafiri na basi, lakini amefika Mwanza kwa sababu njia sasa hivi sio kama zamani. Zamani sasa hizi ingekuwa bado tunamsubiri siku 4-5, lakini sasa hivi mkeka uje kwanza Dar es Salaam tu Mwanza, mkeka mzuri. So si tumefly tumetua na yeye kafika, kwa hiyo tuko naye. Wakati unawagongea simu wanamuziki na wanawaambia bwana tunaondoka wote na tunaondoka na flight, walikuwa wanapokeaje? Walikuwa wanaamini kwamba kinawezekana? Na kama walikuwa waamini, walikuwa wanakuambiaje? Wengi wao walikuwa wanajua tuna usafiri wa chini, kiasi kwamba wakawa tayari wameshapanga ratiba zao kwamba tukifika Singida pale si tuna stop tunakula kuku, si tukifika Igunga pale kwa kina Shilole tuna stop tunakula, yani hivyo. Mimi nikaa na wachora tu kwa sababu tayari mimi najua tunasafiri kwa mtindo gani. Zimebaki siku kadhaa kama 3 hivi, nikawapenyezea hizo taarifa kwamba jamani, tiketi hizi hapa, tuna fly na ya Tanzania. Nafikiri sijui wenyewe walijisikiaje, lakini mimi naona wote tumefurahia safari na tumefika salama Mwanza. Watu wengi wanakusifia kwa maana kuconnect wanamuziki wenzako, kuwaweka kwenye mainstream, na sasa hivi dili nyingi wanapata. Tunaona matamasha mengi, tunaona sasa hivi tunakwenda kwenye mechi zetu na vilabu vyetu na mashow yao yanakwenda kutokea. Baadhi ya wanamuziki wanaperform, lakini tunaona ndondo nyingi mtaani sasa hivi. Hata ukipita kwenye ngoma unasikia ngoma nyingi za zamani zinalia baada ya show Mlimani City. Unapewa sifa hizo na wanamuziki wenzako, na kama wanakuongea wanaongea kwa herufi ipi? Nafikiri hata kama wasingetoa wao sifa, lakini mimi nafurahia nimetimiza kile ambacho nilikifikiria toka huko nyuma. Nilikuwa nataka kuona hawa machizi wanarudi kwenye nafasi zao. Wanarudi kwenye nafasi zao kwa sababu gani? Tunaona muda mrefu sio kama uwezo wao umeisha, ila wamekatishwa tamaa aidha na baadhi ya watu au marafiki au labda namna tu game mwenyewe ilivyo change, sababu kuna vitu vingi vimetokea pakati.